Mutegeri wa Meru TV katwe naraura thokone turia tutiurungite Meru aja twita kuona na atia antu barita ngwe cia witethia tusemanitie na mavijana mtaani kenda tumba kuthwa tukiona ngwira bomba kuthwa bakirita ketha nsumba kuthwa cia ma ruare tumbete kuthwa twisemania na artist areto Waiganjo na tukomba kuthwa tukiaranirie noe abwitha cia mantu yochora atumaira njara yake njara yake na mbicha ira cie mutwe aciende karatasi-ine kendomba kuthura agitethia ndene ya maisha yawe. Na ndi bwana Waiganjo umeniambia kwamba uzungumzi Kimeru na ukielewi, si ndio? Nasikianga lakini kuongea ndio ngumu. Lakini nakielewa. Unakisikia? Kabisa. Kukielewa. Unakielewa lakini kukizungumza ndio inakuwa ngumu. Hivyo basi karibu sana. Tunafanya huu mpango katika Meru TV ili kueleza vijana kazi wanaweza fanya kazi zipi kujisaidia wasidharau kazi. Na kwa hivyo basi tunataka kidogo tueleze uliweza kuanzia hii kazi yako lini? Nilianza kuchora kutoka nikiwa mtoto mdogo, najua nilikuwa nachora. Nilikuwa na shida ya shule nikiwa hata kutoka class 4 ile shule nilikuwa naenda competition. Hizo unasema ulianza ukiwa class 4. Sawa sawa. Yeah. Ulianza competition zipi? Ulikuwa unashindana na kina nani na ulishinda nini? Kuna moja tulifanya tukiwa class 4 ilikuwa inaitwa msingi bora. Msingi bora. Yeah, nikawin Walkman. Unajua hiyo time kuko hii radio digital, ile ka radio kadogo ile. Yeah. Nikawin crayons, vitu drawing book, vitu kama hizo. Yeah. Sasa kutoka hapo ndio nikaanza kuona, lakini sikuwa naibeba ati ikiwa kama naweza ifanya kama kazi. Sasa bwana Waiganjo, wakati ulifika ni wakati gani ulifika ukajua kwamba sasa niko na talanta na hii talanta naweza itumia kama pesa? Kwa sababu ulipokuwa ukishindana na watoto huko class 4 sijui nini huko, maybe unatuambia huko umeanza kuifanya professionally. Sasa ulipoanza kuifanya professionally ni nini kilikufanya ufanye hivyo? Sasa venye nilianza kufanya professionally ni ile kusota ile. Unakaa kwa nyumba, hauna kazi ya kufanya. Msoto ndio nilikusikia. Hii msoto hii, na sasa unajua lazima ulipe bills, lazima ulipe rent. So maneno kama hiyo ndio ilinisukuma. Sasa nikachora picha moja ya kwanza, mtu akaninulia 1500. Sasa kutoka hapo ndio nikajua kumbe hii kitu nikifanya ikiwa serious, naweza kuwa tunapata pesa. Na kutoka hapo sijairudi nyuma. Ndio inalipianga bills, everything, nalipa school fees na hiyo. So saizi iko sawa sawa. Nikuulize, hiyo picha ya kwanza ulichora ukalipa 1500. Ilikuwa ni picha ya huyo mtu mwenye alikulipa ama ilikuwa ni picha aina gani? Nilikuwa nimechora Kenya tunaitanga landscape. Landscape ni ile kuchora miti, mto, venye land inakaa. Ilikuwa ilikuwa kitu simple sana. Lakini venye sasa alinunua, nikaona yenyewe kama anaweza inunua 1500. Nikaona yenyewe hapa sasa nikifuata hii. Hapa kuna pesa. Ni nini kilifanya huyu mtu anunue hiyo picha? Ni ama ulimuonyeshaje? Ulimfikiaje huyu mtu na ni nini kilimfanya? Alikuambia ni nini kimemfanya anunue hiyo picha? Alikuwa rafiki yangu, nikamuonyesha ile photo nilikuwa nimechukua na simu. Nikamuonyesha zile picha mimi uchora inakaa kitu kama hii. Akaniambia hii si niletee hii. Kumpelekea tu akanunua. Sasa kutoka hapo nikanunua rangi na nikaendelea kuchora. Kiri talent muntu ura wende uchora mbisa na nakwenda kwendia amba kuthura akiona mbesa amba kuthura akiria nyumba yake na nyaye kirangua ciake bubwega. Muntu huu amba kuthura akiendia interview yake atia. Sasa kama uko tuseme unajua kuna watu wako mashinani na wanajua kuchora, kitu ya kwanza unaweza kuja base, unaelewa hii hapa tuko ukuje tutaangalia ile talent uko nayo, tutaangalia ile picha umechora. Sasa kuangalia ndio sasa tutajua kama maybe kama ni mentorship
tunaweza kufundisha venye utaongezea, kama ni zile material unatumia tunaweza kuprovide, ama tujue tu organize tu tujue venye tunaweza kusaidia. So hivyo ndio tunaweza msaidia mwenye ako huko mashinani. Na then pia hapa bado unaona ni marketplace, tunauzia vitu zetu hapa. So ile kitu ya kwanza anafaa afanye ni atafutane na sisi tumsaidie kuuza na everything na kupolish ile talent yako nayo. Market ithere kariata ya mbisa iji unturi hapo kwenda kuendelea anto kutuika bumbageni na njira ereko kana bukinya price ni hata na mtura hapo kuendelea. Sasa kitu moja funny na art, kuna wale watu wanapenda art, talent yao tuseme as in, kuna mtu art collector natural anapenda art, huyo hata anaga shida na bei sana. Kuna watu wengine juu art si kama tuseme sukuma ama boga, si basic need, ni luxury in a way. So ule mtu anakuja kununua watu wengi wameshiba, as in nasema ameshiba ama anapenda art sana. So ainaga ati kuvurutana sana, kama mtu ameipenda na anapenda art anakujanga tu mnaongea bei na anaichukua nayo. Lakini pia na ili ainunue lazima ukuwe umefanya kitu mzuri, lazima ikuwe ni kitu inaonekana na yani imemvutia hata yeye aseme yenyewe siwezi acha hii kitu. Lazima ikuwe kitu lazima ikuwe kitu quality sana, kitu hata unajua hizi paint tunatumia, hii ni kitu unaweza osha, hii rangi haiwezi fade. Na pia venye jina ya artist najenga jina, venye jina yangu inaendelea kujulikana, ndio vile hiyo art umenunua inaongeza value. So maybe ununua tuseme 20,000, after maybe 10 years hiyo kitu unaweza uza wewe tena, uende exhibit tuseme hii ni art ya mtu fulani na uuze hata maybe 10 times venye ulikuwa umenunua. Art na growing na value kulingana na vile huyo artist ana grow na value. Inakuanga hivyo. Alafu society wanachukuaje art? Wanaona kama ni kitu iko serious ama wanaichukua tu ni fun, ama society wanachukua talent namna gani? Ni kitu wanataka sana kununua ama ni kitu inawapea challenge sana kuuza? Nowadays juu ya hizo hoteli kubwa watu wengi wenye wanaenda kwa hizo hoteli wanapenda art sana. Juu anaenda huko anaona inavutia. Lakini kuna watu wengine bado hawajaelewa, lakini wenye hawajaelewa ni few sana. Lakini wale wengi najua ule mtu upenda art. Ule mtu upenda art utapata na mtu maybe travel anajua maana. Kuna watu wengine hawajuangi maana. Hata ukiaka hapo nje kuna mtu hawezi chukua. Hawezi chukulia. Kuna watu pia hawajuangi difference ya art na photography. Unajua kuna difference ya art na photography. Art painting tunachoranga sana ile kitu hata picha haiwezi piga. Tunachoranga story, tunachoranga compassion. Mfano market yako unaipata wapi? Customer wako unawatoa wapi? Na pia hii biashara imeweza kukufikisha wapi, ama kwa month unaweza pata ndo ngapi kwa hii biashara yako? Sasa vile tunauzaga art sana market yetu, kitu ya kwanza ni kuwa na art exhibition. Art exhibition kwenye watu wanakujanga wanaleta paintings, mna display. Sasa watu wanakuja wanazionea hapo. So ya kwanza kuna yenye nilifanya ya kwanza hapo, sasa ndio nikajulikana kidogo. Sasa na kujulikana hapo ndio governor wa Meru Peter Munya akuja akapenda zingine sana na akanunua. Sasa kutoka hapo pia na marketing na social media, Facebook. Kuna pia watu wengine uniitisha kama kuna zingine juzi kuna zenye nimetuma USA. Mtu alipenda tu, tukaorganize, nikazifunga, nikajua nikatumia means, nikamtumia huko. Kuna zingine nimetuma Italy. So hizo most wanaonanga hizo through social media. Anakuja, anaipenda, anatuma do kidogo deposit, then unafunga unamtumia. Na pia kuna hapa GMK Masters, gift masters. Pia hapa kuna zenye nauzianga hapa. Wala watu penda art. Atakujua tu, atakumit. And then kuna hii recommendations. Mtu anajua kazi yako ni poa, ameenda ameiona place kama hoteli mingi huku ziko na paintings zangu. So akisoma tu hiyo jina, akisikia ni wewe tu anajuanga tu utafanya kazi mzuri. So venye tu ukiuza hata moja, mwenye amenunua anaambia mwingine. So hivyo ndio tumeenda tukijenga jina. Ile pesa yenye ulitengeneza mingi kabisa in your life in 1 month ama kwa mwezi mmoja, ile pesa ushaiunda mingi kabisa ilikuwa ni ngapi? Kwa mwezi mmoja hata si mwezi mmoja, ilikuwa wiki moja. Niliunda 80k. Juu kuna pieces 4 nilichora na moja nilikuwa nachora na 20k per piece. So kwa wiki moja tu hata ikuwa mwezi nikaunda. So I think hiyo ndio ile mwezi niliunda pesa mingi sana. Lakini kuna miezi nyingine unapata maybe
Diversidaika kirot, kuna zingine unaweza pata umeuza maybe leo 30k, unakaa after few days unauza ingine 20k, you range. Ni vizuri sana. Vijana wajue nini kuhusu art na business? Sasa kwanza wajue kwa art iko na pesa. Art si kitu mchezo, ni kitu serious na inaletanga pesa na ndio inatulipia nyumba na maneno mingi sana. Ina imetupeleka hakuna anayosema imetufungulia milango mingi sana. So wa value na wajue kama uko na talent, kama mtoto wako ana talent pale, usimwambie ati hiyo kitu unafanya ni ya ujinga. Na actually wale watu pata pesa mingi sana ni wenye wanapata pesa na kufanya ile kitu wanapenda. Ile kitu wako passionate about. Juu ukifanya kitu uko passionate about, hata uone kama unafanya kazi. Actually mimi kuchora, kupaint na feeling imenilipa. So hata nikiuza inakuanga tu ni kama naongezewa pesa. Hiyo kuchora tu nakuanga satisfied. Yeah. Na pia wenye hata pia watoto wadogo wenye unajua kitu kingine pia nataka kuinsist, unajua shule walitoa art and craft wakati wetu ilikuwa. So hiyo ni kitu kingine ningetaka mzazi wote tu akiona mtoto tu ako na talent, encourage, amlia ni pencil tu na vitabu, drawing books. Iwe ni kucheza mpira, ni kuimba, ni talanta yoyote ile, mzazi encourage mtoto wake. Yeah, encourage. Unajua siku hizi watu wanasema hakuna kazi. Juu watu wote wanataka hizi kazi za kuajiliwa na tuwezi toshea huko sisi wote. So lazima mtu ile na ndio na insist. Ule mtu anafanya kazi, anafuata passion yake na talent. Final anaishi life. Unapata yani yako satisfied sana na life. Kama mimi sasa ningesukumwa nifanye kitu kingine, ningekuwa tu nafanya ile tu nifanye. So lakini kama juu ni kuchora na feeling poa sana tu nikichora tu. Inanipatianga satisfaction na pesa. So nakaanga tu kama nimerelax tu. Ruare turiariria mantu ya talent na urasi umbete kuthura biashara no kenda kuolelia mutegeri wa Meru TV ni nyumba ya kubwithia umbete kuthura ikibwithirwa yani umbete kuthura ikiumbwa kuumbwa ukenda kuolelia kinyandene nyumba ya kuthura ina kinyangoroba yani stairs cia witia ku ndene ukenda kuolelia ingi yongwa no nyumba uraibwithitwe buthongi na kinya kinja kyayo ndene au na kinya ukenda kuolelia nara ungi Usio ngono mbisa ichoretwe ura ukienda woka nyumba eku ukomba kuya kinyantu nto ya ukona artist akomba kuthurwa kunenkera model ya nyumbero kwenda kana riumbara nyumbero ukwenda ureke thirekari na ndini kuonania mbisa nto yeye nikukwirikana iba mienda cia kinya 15,000 25,000 ikilingana na mtu urakwenda wetayo kubuthurwa nyumbera wetoka nenkera mubundi oku wa muribo kwenda wokirwa nto apartment ikario na komba kuthurwa wokera nonde ni lazima umba kuthurwa etumaira kinya talanta ere ekuwenyo kurita biashara na usiuririe ngwe kuwengwa usiandika. Mutegeri wa Meru TV hatukwenda kumenya nandi uyu no etagwo atia nikiendomba kuthurwa agitwira aitangwe mutetha ciatia. Unaitwa nani mwenzangu? Okay, majina yangu naitwa Adam Jilani Bashir. Umefanya hii biashara ya kuchora kutoka wakati gani na imeweza kukuletea nini aswa katika mfuko wako? Inaweza lipa bill ama ni biashara tu kitu ya kujibamba? Okay, art nilianza tangu nilipomaliza high school, ilikuwa back then 2014. Hapo ndo nilianza art. Kufikia sahi siwezi sema art let down. Art imekuwa kinilipa for all that time. Yeah. Kwa hizi portrait zenye naona, hizi picha zenye naona umechora hapa kama hii mfano. Hii iliweza kukupea pesa kama umeweza kulipwa pesa kama ngapi hiyo, ama pengine ile yenye uliuza pesa mingi kabisa ikakufurahisha ilikuwa ni gani? Okay, picha ambayo nishaiuza kwa pesa nyingi ilikuwa ni 15,000. Hiyo ilikuwa ni picha nilichora back then, ilikuwa 2016, I guess last year. Hii picha ni size ya 15 by 10 inches na it goes at 2500. Yeah.
Picha kama inayo inazungumzia nini haswa? Unataka kuonyesha client wako namna gani unapochora hii picha? Okay, this picture I did it ilikuwa 2 months ago and it all talks about the African child. Yeah. Inazungumzia mtoto wa Kiafrika na haswa ni nini inaonekana huku inakaa kama maji, ni nini hiyo? Yeah, so huyu mtoto is as if amemwagiliwa maji na ukiangalia pia the picture akona ile mood ya kukasirika. So it all talks about the African child, mateso ambayo amepitia kama discrimination, unaweza pia sema ni orphan hivi. So the mood of the picture ni kama unavyoiona hako na raha. Mutegeri kagomba kuthura akiwa mbiseye ni umbete kuthura emechore kuona ni kana ka Muafrika urakomba kuthura gakiria thina mekana gakarona ni kena muthuro sana kena kinyaroko katina au kate kumenyekana uraka kwenda yani kakiona na sekarete thina sana no kuona kana gau katithu kagathuri pio nande kakwenda kuona ni Afrika antu ni babati kuthura bakirianira bubwega nande tumbete kuthura tukiariria mantu ya biashara urasumbete kuthura sikitume antu baita bora kama hii sasa picha kama hii nikitaka kununua utaniuzia pesa ngapi? Okay, kwa hii picha hii ni ya size 20 by 15 and it goes at 4500. Bise une iririkana ni ngirinya na magana ya 5. Katika hizi picha zenye mnachora mtu akitaka kuchorewa yake unapima ama unafanya namna gani ndo ujue pesa hii picha hii nitaweza kuilipisha pesa fulani? Okay, as in pricing, picha huwa na price kulingana na size ambayo nitachora, si size ya picha ya jamaa ambaye atanipa ama client ambaye atanipa. So for me I offer a couple of sizes, 3 sizes. So kuna size ya A4, alafu kuna size ya A3 ambayo huwa sana ni 15 by 10. So size ya A4 huwa inaenda na 1500. Hii size nyingine ya 10 by 15 ambayo ni A3 inaenda na 25. Alafu kuna hii size kubwa ambayo ni 20 by 15 inaenda na 4500. Though kuna size nyingine kubwa ya hii ambayo ni 2 times itakuwa 15, itakuwa 50 cm hivyo by 25. So hiyo price yake inaongezeka kulingana na characters ambazo tutachora. Yeah. Katika hii biashara yako uko na yani una matatizo gani ama challenges zenye unapitia zinakuanga ni gani? So challenge ya kwanza ni materials, alafu pia clients. As for me, pencil art, customers wangu ama clients wangu hawaja accept sana pencil art. So mtu akiangalia pencil art venye iko black and white anafikiria maybe ikiwa colored ingekuaje. So hiyo ni challenge sana convince customer anunue pencil art. So most customers wanaendea colored pictures, not black and white. Umepanga nini katika miaka 5 ijayo? Utakuwa umefika wapi na hiyo art yako? Utakuwa una plan kupata kando ngapi hivi ikiwezekana? For me, my future plan is that niongeze materials, because for sai I use just local tools, pencils, but sasa kufikia maybe let's say 5 years from now sitakuwa kwenye level hii. Maybe nitakuwa nimenunua tools ni ili niweze ku progress art yangu na iweze kunisaidia. Tumbete kutha tuisemania ndi na urani we manager wa antu bara bakumba kutha bagichora mbisa au na rieto yake akomba kuthora agitwira kenda tumba kuthora tugieta na mbere. Jina lako unaitwa nani? Hi, mimi naitwa Wallace Morethi Nicholas. I'm the managing director Gift Masters Kenya. Yes, na kukaribisha hapa leo. Asante sana. Sasa hebu anza kwa kutueleza hii biashara yako ulianza kama miaka mingapi ilipita, ama ulianza jana ama lini? Okay, basically tulianza si kuanza peke yangu. So I have my colleague and partner anaitwa Christian.
We started the business way back in 2015, 16. Officially ndio tukaanza operations. So we set up here, that's like a year ago, ndio tuli set up hapa. And so hapa tuko like 1 year old. So but we've been doing this for quite some time, even backyard industry. So kutoka tukuje hapa tuko na mwaka moja, and we are working with a number of artists wenye tunafanya kazi hii pamoja. Yes. Alafu unasema mlianza mwaka wa 2015. Mlikuwa mmeanzia wapi ama mmefanya kazi hii katika miji mingapi? Okay, basically si ni watu ambao tulikuwa tunaishi sehemu tofauti. Unapata kuna ule amelelewa Mombasa, mwingine amelelewa Nairobi. So in the process of growing up na hiyo sehemu tofauti, umejikuta umesomea vitu tofauti, and relationship to art. So at our own individual capacity penye tulikuwa tunafanya kazi na uhusiana na kazi ambayo tunafanya sasa hivi. So that's how we started. So kukuja hapa tukapatana na si wote tunafanya kitu inafikiria pamoja. So that's how we all teamed up na tukakuwa tunafanya kazi hapa. Yes. Alafu umeweza kuwa katika hii kazi yenu, umeweza kuajiri watu wangapi, mavijana ama pia wazee wako, ama tueleze ni watu wa aina gani umeajiri na kama wanaweza kuwa wangapi? Okay. Hapa hatuwezi sema tumeajiri, lakini tunaweza tukasema tunafanya kazi pamoja. So tunafanya kazi pamoja na wasanii wengine kama 16. Yeah. Kuna wasanii ambao wanafanya sanaa tofauti. Kwa mfano kuna wale ambao wanatengeneza shanga, kuna wale ambao wanatengeneza majumba, models. Alafu pia kuna wale ambao wanafanya stitch work, wanashona mabegi. Kuna wale ambao wanachora. Yeah. So kuna wale wa graphics, wanafanya graphics, animations, wanafanya kazi ya graphics. Kuna wale wanafanya tattoo. So tunafanya ni wasanii tofauti. Yeah. Total ni kama 16 hivi. Ni kama 16. Alafu sasa biashara yako ina malipo ama bando, mnaweza mkasema iko na pesa ama ni kazi tu yenye ni average ama ina peak? Okay, kazi ni average na ina peak at the same time. Kwa sababu kila msanii ambaye tunafanya naye hapa ana manage kupata something for him na household yake, or for her na household yake. So because tuko na wasanii wanaume na pia wasanii wanawake. So there is an economical process hapo, and yes, ina grow na ni average. Yeah, but inatoa kitu. Unasema pia warembo wanakuanga katika uchoraji, pia wako hapa? Warembo wako. Yeah, you will be amazed. Warembo wako. They do a lot of stuff. Warembo wenye wako hapa wanafanya kazi ya kuchora ama wanafanya hii ya kutengeneza hizi bling ama wanafanya kazi gani? Okay, tuko na wawili ambao wanafanya kuchora, alafu tuko na wengine watatu ambao wanafanya fashion design, wanafanya beadworks hivyo. Yes. Hai, vizuri sana. Sasa hii biashara yako unaona miaka 5 ijayo unataka ikuwe imefika wapi, ama unataka ukue umeachieve nini, vitu kama hizo? Okay, first of all tuko na page ya Facebook ambayo inaitwa Gift Masters Kenya. So mtu anaweza like the page. In 5 years time tunge dream kuwa na not less than 5 million likes. That's 1 million likes per year. So that's 5 million likes. So in 5 years time we think of becoming not Gift Masters Kenya, lakini Gift Masters World. No, Africa. Gift Masters Africa. Yeah. Na sasa kuna swali lingine. Mavijana ambao wanatafuta kazi ya kufanya ama labda wako na talanta na wanasema hawapati do, hawana kitu ya kufanya, uko na ujumbe gani kwao? Okay, mimi naweza nikamwambia vijana hauko jobless. Unaona? Maybe sometime unajiambia uko jobless, but hauko jobless. Ile kitu una lack ni creativity. Hauko creative. Unaona? Hauko creative kutafuta solution ya shida uko nayo. Si shida, wewe ndio shida. So basically vijana mob saizi wamelearn, wameenda institutions za higher learning, wamepata ma degree, masters nini zote, mapepa work zimelala kwa nyumba. But still
unampata kiwanda kwa street kila day na envelope akijiambia hana job. So solution yake hana job, but anaweza create kitu, anaweza fanya something na mkono yake na akili yake, kama naamini anaweza fanya hiyo kitu. Na kama akutane na watu wanafanya hiyo kitu na apende kufanya hiyo kitu na ulizo wanafanyaje hiyo kitu na ajue kufanya hiyo kitu na afanye hiyo kitu, haizi kwa jobless. So mavijana nitawaambia hivi, msitake kuwa jobless. Una get? Tembea, tafuta ku take around, usitulie kwa mtaa yenu. Take a walk, zunguka mtaa zingine, cheki maboys wanafanya nini. Angalia wanadu nini different na ile kitu umezoea kuona kwa mtaa yako. Then utalan kuna wase wana create opportunities na waangoji opportunity wapate. Na wakicreate opportunity wanapatana na watu kama wewe. Alafu wanaambia watu kama wale usikubali kuwa jobless. Haya, vizuri sana. Sasa kitu kingine ya mwisho yenye ningetaka kukuuliza. Hizi picha wajua unazichora unauza. Unazichora unauza. Yule mtu mwenye uliuzia ukasikia yenyewe nimeuzia mtu mwenye ni mcooperative, kapesa kazuri. Huyo mtu unaweza mkumbuka? Okay, tumeuzia watu tofauti ambao wamenunua products zetu, both directly na indirectly. Like His Excellency the Governor amekuwa a customer for us both directly and indirectly. Kuna mtu anataka kumzawadi na portrait imechora picha yake ampatie kama gift. So yeye hajakuja kwetu kununua the gift, lakini amepata gift yetu kwake. So have an opportunity ya kupata picha zetu ziko kwa nyumba zao, kwa walls zao. Tumekuwa na opportunity ya kuserve even other dignitaries like Her Excellency the First Lady, His Excellency the President. The President. Yeah. So as in umerich watu na pia tumereach out kwa wale watu wenye hata wako kuna clinic fulani imeput paintings zetu huko. Una get? So pia kuna ule mse ako sick lakini amecheki hati yetu kwa wall akafeel something kwa hati yake. Unaona? Hata hiyo tumemreach out. Unaona? Alafu nikikuuliza ushainjichora? Okay, hiyo ni swali interesting sana kuuliza. But nimejichora in a different way, unaona? Naweza jichora ka box alafu nikakwambia nimejichora, unaona? Cause hiyo siku na feel ka box, unaona? So yes, I bet nimejichora in different shapes. Yes. Okay. Alafu na art iko na do vizuri na wenye wako na talent ya kuchora ama uimbaji ama nini. Unaweza semaje generally kuhusu talent ukiconnect na biashara? Okay. Hiyo swali ni interesting but ni poa nitaijibu. Ukiconnect art na biashara utarealize watu wajui hiyo connection iko wapi. Badala ya kuweka negative kwa positive, wanaweka positive kwa negative. Alafu wana expect hiyo bulb itawaka. But moja ni live na ile ni neutral, na umeambiwa weke hii hapa na weke hapa. So most people ambao wako na talent wana focus too much kuamini wako na hiyo talent. Unaona hiyo positiveness, unaona? Lakini wanasahau kuna negative. Na hiyo negative lazima ujitolee, lazima ufeel hiyo pain. Lazima ikufanye ufeel negative. Unaingia kwa mfuko, unaenda studio, una record. Unaona? Unafanya na producer, unaona hafai, unaenda kwa producer mwingine. So kuna negative lazima uingie in terms of ku put effort. So artists mob na industry yetu ya the creative economy ya Meru, unaona, ya Kenya, unaona, bado iko budding. Even for the last 50 years bado ina bud. Unaona? Because watu hawaja believe na hiyo dream yenye wako nayo. Unaona? So that's why utapata mtu wako na music unless ameput extra effort kabisa. Unaona? Unapata vijana wadogo kama kina Bahati. Unaona? Unapata these young guys wanna make it big. Unaona? Juu ya kujitolea. Si cause ati wako extra talented.
Mi kwa hii mtaa nimecheki maboys mob wako na talent hata poa, yani they are really creative at what they do, unaona, but then hawaja make it big cause ule mwingine alitake opportunities fulani, akateke effort fulani na akajibelieve in themselves, unaget. So mi naweza nikaambia msanii wa Meru ama msanii yoyote mwenye anasikiza hisho, talent ni poa, unaget, hiyo ndio seed, hiyo ndio foundation, lakini inataka fertilizer, unaget, inataka maji na bado inataka manyua kiasi, unaona, lazima uiwakie, lazima you need to invest in your talent, you need to transform it to be your economy. Talent ukibelieve inaweza kuwa economy, msanii ana believe anaweza chora na chora inakuwa economy, so artists ni believe na talent yake na ifanye kwa economy. Sasa kama hiyo mtu akitaka utampea na ngapi? Huyu sasa ni pop ni pop. Yule wa huko Vatican utampea na ngapi hiyo? Okay. Kwa art kuna zile pieces ambazo tunaita timeless pieces, unaona? Yani life yake ni beyond, because ya ile mark huyo mtu ameput kwa history. So mtu yote ambaye anachukua piece kama hii na ameipenda cause ya vile imefanywa kazi, unaona, anapenda hiyo finishing yake, anaona hiyo ni pop, so value ya hii piece kwake ni kuiona hapo kwa nyumba yake, si ile do yenye tunamuuzia, unaona. So for these pieces we sell them with different prices. Hizi zinakuanga na price brackets depending na ni nani ananunua. So we can sell this piece at 50,000, we can sell this piece at 10,000, and we can sell this piece at 5,000. So and even 100,000. Yeah, we can as well sell it at 100,000 depending who is it that wants to put it on the wall. Okay, asante sana Bwana Wallace Mureithi. Alafu we don't sell, we trade it. You trade? Yeah, we trade it. Unajua kusell it's something else. Kusell una sell mpaka ownership, una sell kila kitu. But you trade, unamwambia sawa shikilia hii, alafu na mimi appreciate hivi. Oh, yani buru ndio hiyo statement. We don't sell the art, we trade the art. Unaona, we don't sell. Because when you sell the art, umesell mpaka feeling yako, umesell passion yako yenye uliputa hapo. So you don't sell it, you trade it. So that's why nakwambia you trade it for 5,000, you trade it for 10,000 depending on how much you can trade. Okay, asante sana. Mutegeri wa Meru TV ni bwega sana. Tugomba kuthura twikinya mwisho yo mubango yu yo kuona ni talent ni urayumba kuthura igukiria biashara kana uromba kuthokia mitumira yumba kuthura igutethia na njira myanya au ngukari na munene wa gikundi kiki umba kuthura gichora. Ni bwega sana no ntuba kuthura gwatanirite na batwe tukomba kuthura tukisemani nawe ntuko ya Ramisi wenge ningwetekia ukethera wina itarire yari tara kompeta wa Karithi Jones.